Mungu wa mbinguni anatupenda sana. Tunaendelea kujifunza namna ya kukomboa mikono yetu ambayo imeharibiwa katika ulimwengu wa roho. Unapoota ndoto ya kushambuliwa mikono yako kwa silaha nzito kama silaha ya moto kama bunduki, ujue kwamba huo ni moto wa kichawi umeharibu huduma yako. Unapoona kuna kitu kimekukata katika ulimwengu wa roho, kikakata kidole chako, ujue ni huduma yako imeshambuliwa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unatakiwa uikomboe. Utaikomboa mikono yako kwa kusafisha kwa damu ya Yesu, na uweze kuikomboa huduma yako na kila kitu ambacho kimeharibiwa katika ulimwengu wa roho. Baada ya hapo utaona Mungu atafanya mabadiliko, ataweka mng'ao katika maisha yako. Kisoma Isaya 62, Bwana Mungu anasema, sitanyamaza kwa ajili ya Sayuni, wala sitatulia kwa ajili ya Yerusalemu, hata haki yake itakapotokeza kama mwangaza na wokovu wake kama tai wakayo. Mungu hawezi kunyamaza juu ya watu wake ambao wamekuwa katika kuharibiwa, wamekuwa katika kuteseka na utumwa na kugandamizwa na Shetani. Bwana anakuona wewe, anaona mahali ulipo. Atakufanya kuwa mwenye nguvu, atafanya wewe kutukuka katika mataifa na utukufu wako juu ya wafalme. Bwana atakufanya wewe kujenga mahali palipokuwa ukiwa. Mungu wa mbinguni atakuneemesha na kukufanya kuwa taji la uzuri na kilemba mkononi mwa Mungu Bwana Mungu wako. Mungu wa mbinguni akubariki msikilizaji wangu. Neno kuu la leo ni namna ya kukomboa huduma yako. Komboa mikono yako mahali popote iliposhikiliwa, uharibifu wowote ulioingia kwenye huduma yako kunako kupelekea usiweze kusonga mbele, matokeo yake unarudi nyuma. Huwezi kumiliki chochote, huwezi kumiliki fedha, huwezi kumiliki mali, chochote kile huwezi kumiliki, kwa sababu tayari huduma yako inapoharibiwa unaingiziwa roho ya udhaifu. Kwa kujifunza hivi basi, komboa huduma yako kwa kutumia damu ya Yesu. Taja damu ya Yesu